Unapokula chakula, ukishakula chakula chako, asilimia kubwa ya chakula huwa kinabadilishwa na kuwa katika mfumo wa sukari, na hasa aina ya glucose. Sukari hii inaingia kwenye damu. Kwa hiyo sukari hii inakuwepo kwenye mzunguko wa damu. Sasa hii sukari haitakiwi iwepo kwenye mzunguko wa damu. Kinachofanyika mara tu baada ya sukari kuwepo kwenye mfumo wa damu, kongosho ambayo ni sehemu ya mwili wa binadamu huwa inahamasishwa kutoa homoni inayoitwa insulin. Homoni ya insulin inatolewa na sehemu hii ya nini? Hii ya kongosho. Kongosho inatoa homoni hii ya insulin. Homoni ya insulin inapotolewa huwa inaenda kusaidia sasa hii sukari iliyopo kwenye damu itoke kwenye damu iingie kwenye seli za mwili. Miili yetu imeundwa na seli nyingi sana. Kwa hiyo ili uweze kupata nguvu, lazima hii sukari itoke kwenye damu ingie kwenye seli za mwili. Sasa ili iweze kuingia kwenye seli za mwili, lazima pawepo na nini? Pawepo na insulin. Kwa insulin inakuwa kama ufunguo wa kuruhusu glucose itoke kwenye damu ili ingie kwenye nini? Kwenye seli. Hivyo basi inavyofanikiwa kufanyika hivyo, inasaidia kuupatia mwili nishati. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji insulin ili iweze kutusaidia kwenye jambo hilo. Lakini sasa inapotokea sasa uzalishaji wa insulin inazalisha insulin ni nyingi, maana yake ni kwamba unakuta aina ya chakula ambacho tunakula kinasababisha sukari nyingi zidi kuzalishwa. Inavyozidi kuzalishwa inasababisha kongosho liendelee kutoa insulin kwa muda mrefu. Maana yake matokeo yake ni kwamba insulin inazidi kuwa nyingi. Matokeo yake ni kwamba inaweza ikasababisha seli za mwili zikaanza kuigomea insulin. Hali inaitwa insulin resistance. Lakini kabla hatujafikia huko, maana hali hiyo inaweza kuchukua hata zaidi ya miaka 5, mwili utakuwa unabadilisha glucose hiyo iweze kuleta nishati, lakini ikiwa ni nyingi itakuwa inabadilishwa hiyo glucose na kuwa mafuta. Kwa hiyo sasa insulin inazalishwa kwa wingi na sukari nyingi inabadilishwa na kuhifadhiwa kama mafuta. Matokeo yake ni kwamba hifadhi ya mafuta inafanyaje? Huongezeka. Inapoongezeka hifadhi ya mafuta, maana yake mafuta yataanza kurundikana katika mwili wako na kusababishia unakuwa na uzito mkubwa, unakuwa na unene, au unakuwa na nini? Unakuwa na kitambi. Kwa hiyo uzito unaongezeka. Kwa hiyo sasa, kumbe lazima tuangalie aina ya vyakula tunavyokula ili vitusaidie kupunguza sukari. Ndio maana tunasema kwamba vyakula vya kundi la wanga ama sukari ikiwa nyingi, maana yake ndio vinakuwa vinabadilishwa na kuwa mafuta. Kwa kumbe ukila vyakula ambavyo vinaongeza sukari ama vya wanga kwa wingi, maana yake ni kwamba unasababisha insulin izidi kutolewa. Inavyozidi kutolewa kwa wingi, insulin ile inafikia seli hazihitaji nishati ya kiasi kile, maana yake inaanza kubadilishwa na kuwa mafuta yanarundikana kwenye mwili wako. Sasa lazima ujue hilo kwa ajili ya kuwa na afya bora. Kwa hiyo sasa nikipunguza vyakula ambavyo vinasababisha uzalishaji wa sukari nyingi, nitasaidia kongosho lisiwe linamimina insulin nyingi. Kama insulin haimimini nyingi, maana yake ninasaidia kupunguza hifadhi hii ya mafuta kwenye mwili wangu. Kwa hiyo kinyume chake ni sahihi kwamba ninapoanza kurudisha mwili kwenye hali ya usawa, lazima nibadilishe chakula, lakini pia nipunguze idadi ya milo, kwamba angalau kwa masaa 24 nila hata mara 2, na wakati mwingine unakuwa na ule mfungo tiba. Hii inakusaidia usiwe na muda mwingi wa kuzalisha hii homoni ya insulin. Usipozalisha homoni ya insulin, maana yake nini kinatokea? Maana yake sukari haibadilishi kuwa mafuta, au mafuta hayaongezeki. Kinachofanyika, haya mafuta yaliyohifadhiwa yanaanza kuunguzwa ili kufanyaje? Ili kuzalisha hii nishati. Matokeo yake ni kwamba unapunguza uzito, unapunguza kitambi, unene unaanza kupungua, na mwili wako unakuwa wenye afya bora.